Mimi naitwa John Juma, ni mkazi wa Sabaki nikitokea kijiji cha Mtangani. Donda sugu kwa serikali na zaidi sana hapa katika kijiji cha Sabaki. Na sana sana naangalia jinsi ambavyo tunaendelea na kizazi kile ambacho kinakuja baadaye. Imeonekana ya kwamba serikali isipochukua hatua, kizazi kijacho kitakuwa kimemonyoka hali ya juu kuliko wakati huu. Kwa hivyo dalili zinaonyesha kwamba serikali ni lazima kuwe na kushirikiana na wananchi ili tuweze kuondoa donda hili sugu. Ni kuhusu usalama, haswa kutokana na mmomonyoko wa maadili ndani ya vijana. Tangu mwaka wa 2020 wakati ambao kulikuwa na COVID-19, watu wengi wamekuwa hawana afya ya kiakili. Kwa sababu ya yale ambayo yalijiri wakati huo, watu walivyofinywa na uchumi, wakina baba, wakina mama na hata vijana, akili zao walisongwa na msongo wa mawazo ambao punde baada ya janga hili lilipoisha, watu hawakubaki wa kawaida. Lakini kwa sasa nataka nizungumzie vijana. Na nchi tumekosa amani, tumeona ya kwamba imefikia mahali serikali ingawaje inafanya bidii, lakini hali hii imekuwa ngumu sana. Na nimeona ya kwamba kuna sababu ya wataalam wahusishwe ili waweze kuhusika na ushauri wa vijana. Vijana washauriwe, vijana washughulikiwe ili kuweze kuwaleta katika barabara ile iliyo nzuri, ili kesho waweze kuwa wananchi ambao wanaweza kuwa wa manufaa katikati yetu. Na imeonekana wazi ya kwamba tunapotumia nguvu, huenda vita hivi vikawa vigumu kwetu. Lakini kungekuwa na njia kadhaa ambazo tunaweza kuzitumia ili ziweze kufanya hawa vijana wawe watu wema katikati yetu. Na ndio maana kitu cha kwanza ambacho nilikuwa nafikiria ni kwamba kufanya vikao na hawa vijana, waweze kuongea nao. Na haya mazungumzo yanafaa kuwa katika kitaalamu na yawe yanahusu tamaduni ya vijana. Vijana wana lugha zao ambazo wao wanatumia. Vijana wana mavazi yao ambao wanavaa. Kuna njia ambazo wao huzitumia ambazo ukianza kuzitumia hizo unaweza wafikia kwa uharaka na kwa urahisi. Wanaweza kukukaribisha na ukawa rafiki yao kwa sababu utatumia ile lugha ambayo inaweza karibishwa kwao. Unaweza tumia zile activities ambazo zinawafanya wawe rafiki kwako ili waweze kukaribisha kwao na uweze kuongea nao kwa ile lugha ya urafiki ili wakueleze shida zinazowasibu na wawe wazi kwako, wafunguke ili kupatikane njia ambayo wanaweza saidika kwa uzuri. Kitu kingine ambacho kimeonekana kimetamausha sana vijana ni ukosefu wa kazi. Wengi wanakaa katika magenge, katika vikao mbalimbali, wakikaa wakitumia madawa ya kulevya kwa sababu ya kutamauka, kwa sababu ya ukosefu wa kazi. Ikiwa mzee kama mimi ninaweza tamauka kwa sababu ya ukosefu wa kazi, ikiwa mama anaweza tamauka kwa sababu ya ukosefu wa kazi, ni zaidi sana vijana ambao hawana kazi. Wana muda mwingi wa kukaa katika magenge, hawana shughuli ya kufanya. Kwa hivyo wakati mwingi wanapokaa katika yale magenge, ule msongo wa mawazo huo unazidi zaidi. Serikali ya kitaifa, serikali ya kaunti wangekuja na mbinu, yani vipi wanaweza kubuni nafasi za kazi kwa hawa vijana. Kuundwe miradi ambayo inaweza fanya hawa vijana wakapata mapato yao ya kila siku. Wengi wameingia katika taaluma ya bodaboda. Lakini ukiangalia ile taaluma ya bodaboda ni wengi kwa pamoja, wamejikusanya mahali pamoja. Mtu anaweza kukaa kutoka asubuhi hadi jioni, amebeba watu wawili au watatu, amepata 150 ambao haiwezi kukimu mahitaji yake. Kwa hivyo kuna kuwa na masuala mengi ambayo yanakosa majibu. So ningeomba serikali ya county kupitia kwa wizara inayoshughulika na vijana, watafute mbinu ambayo wanaweza kuleta grants ambazo zitakuwa hususan zilenge vijana, wapate miradi mbalimbali ambayo itawapa nafasi, ibuni nafasi za kazi,
ili vijana wakiwa busy katika kujitafutia katika ile miradi yao, na ikiwa wanapata pesa ambazo zinaweza kimu mahitaji yao, tunaweza punguza ule uhalifu ambao unaendelea. Tunaweza tuliza zile akili zao ambazo zimetamauka kwa sababu ya ukosefu mbalimbali wa mahitaji yao katika maisha yao. Kitu kingine ambacho ninaangalia ni kwamba katika maeneo yetu kuna vijana wengi ambao waliacha shule katika kuendelea na shule, katikati ya kuendelea na shule, kwa sababu wazazi walikosa karo za kuwapeleka shule kwa sababu ya uwezo. Wengi ni wale ambao waliachia shule katikati. Na wakati mwingi mtu ambaye hajaelimika, mtu ambaye hajapata ufahamu wa kutosha, ni rahisi sana kuingia kufanya mambo ambayo hayana msingi, mambo ambayo yanakuwa hayamuendelezi hata yeye mwenyewe. Nafikiri kaunti ingekuja na mpango wa kwamba hawa vijana watafutwe, waangaliliwe kazi ambazo wanaweza kufanya katika hizi vyuo vyetu vya ufundi. Serikali isimamie ile gharama yote, wawasimamie. Hawa vijana wapate vyeti. Hawa vijana wasaidiwe wapate kazi. Kwa mfano, nimeona serikali ya kitaifa imekuwa mstari wa mbele sana kutafutia hawa vijana kazi katika nchi za nje. Serikali ya kaunti pia iingilie katikati pale, iwape courses ambazo serikali ya kaunti itawalipia. Vile vijiwe watafutwe, wachukuliwe, wapelekwe katika vyuo vya ufundi, wafundishwe kazi, halafu wafanyiwe passport, waangaliliwe kile ambacho wanahitaji, wapate nafasi kule nchi za nje, waende wafanye kazi. Wakipata mapato yao, hii hali ambayo tunaiona tutaweza kuidhibiti. Na wale ambao bado wako under age na wana uwezo wa kurudi shule, serikali isimamie, ihakikishe kwamba wanarudi shule, wasome, ili waweze kukamilisha ndoto zao zile ambazo zimefifia baada ya kutamauka kwa sababu ya ukosefu wa fee. Kitu kingine ambacho nilikuwa nafikiria ni kwamba serikali inaweza kutafuta mbinu ya kushughulikia hawa vijana, tukitumia mbinu ambazo tulikuwa tukizitumia pale jadi, traditional. Kwa mfano, sisi ni Mijikenda. Kuna zile mbinu za kimijikenda ambazo tulikuwa tukizitumia kushughulika na vijana. Tutafute hizo njia zitumike, kuwe na cultural activities ambazo zitakuwa zikileta pamoja hawa vijana, wahamasishwe kwa masuala mbalimbali. Kwa mfano, wahamasishwe masuala ya drug abuse, lakini kwa mwelekeo ambao utakuwa ni mwelekeo wa jamii zao, ambao itakuwa ni traditional approach, ambayo wataweza kuikubali na kuikaribisha, ili wakihamasishwa wajue madhara ya utumizi wa madawa ya kulevya, wajue madhara ya vile vitu ambavyo wanavitumia. Hiyo ikifanyika hivyo, itakuwa inasaidia vijana tuweze kuwaregesha tena, kwa sababu mpango wetu ni kwamba tunahitaji kubadilisha hawa vijana, muonekano wao, fikra zao na mawazo yao, ili kesho watakuwa wananchi ambao watakuwa wanaweza kuwa wa manufaa katika hizi society zetu ama community zetu. Kitu cha mwisho nikifunga, nitasema ya kwamba kuna umuhimu wa serikali iweke mpango wa kuhamasisha ama kufundisha ama kuwapeana mwelekeo kwa wazazi, mafundisho ambayo haswa yatalenga jinsi ya kulea watoto. Kwa sababu kuna janga ambalo hatujaliona, ya kwamba imefikia mahali mtoto anazaa mtoto ambaye hajakomaa, anazaa mtoto mwingine na ni amlee mpaka awe mkubwa. Kumaanisha cha kwamba kama mzazi ni mtoto na ni alee mtoto mwenzake, tuna matarajio ya mmomonyoko wa maadili wa hali ya juu. Kwa hivyo wale ambao tunasema ni wazazi ambao ni rika dogo, wale ambao walizaa mapema, ambao lakini wana jukumu la kulea wale watoto wao, na wale wengine pia, wote wahusishwe katika malezi. Kuundwe mafundisho mahususi ambayo yatalenga hawa wazazi, wafunzwe jinsi ya kulea watoto
kutoka akili mdogo mpaka awe mkubwa, ili wale watoto jinsi wanavolewa isiwe kwamba wakati wazazi wanapolea wengine wanaachilia majukumu yao ya ulezi. Ndio maana serikali inafikia mahali inapata jukumu gumu sana la kuweza kufanya malezi ya mtoto ambaye tayari amekomaa. Lakini Waswahili walisema udongo upatilize ukelimaji. Hawa wazazi watakapofundishwa waanze kuwalea hawa watoto kwa maadili, wawafundishe hawa watoto katika maadili. Zaidi ya yote watoto waelekezwe katika dini mbalimbali, walio Waislamu waelekeze kwa Uislamu, walio Wakristo waelekeze kwa Ukristo, na dini yoyote ile ambayo mzazi yuko nayo aweze kuwaelekeza. Tutaweza okoa hiki kizazi ambacho kinaelekea kuharibika. Serikali inafanya juhudi, lakini nimeona nikiingiza haya mawazo yangu pia yanaweza kuwa manufaa kwa ajili ya kusaidia kile kizazi kijacho. Asanteni.